Kuna mzee mwingine huko Western anajitanga Atuoli. Huyu mzee wa kuoa usiku na mchana. Alisema juzi ataekea Sifuna lockdown tarehe 26 December. Atuoli before wekee Sifuna lockdown, sisi tutakuwa tumesha kuwekea lockdown. Juu hakuna venye unaweza sema hapa Sifuna sikanyage Western. Juu ya sasa wewe unasema Sifuna sikanyage Western juu ya Ruto. Juu ya Ruto. Juzi ulisema hapa Sifuna hana pesa. Sifuna ni mtoto mdogo, hawezi kurani kiti ya president na hana pesa. Na ukasema ati wewe ndio uko na uwezo wa kuraise 1 billion. Upatie Sifuna afanyie kampeni ya president. Bwana Atuoli, sisi tutaki hiyo pesa yako. Wewe shughulika na mabibi zako hao. Wewe uko na miaka 75, unakuja kuoa mtoto wa miaka 38. Hata una adabu. Hata mtoto mliozaa juzi hata si wako. Wewe chuma ndio alikuzalia, na unaongea mbele ya Sifuna. Unaongea mbele ya Sifuna. Okay. Kwa majina mniita Khainga, mtetezi wa Edwin Sifuna. Wacha nianze swali ya Edwin Sifuna. Leo wamemuondoa kwa Emerald Senate juu kwa maana Edwin Sifuna anasimamia ukweli. Wameona serikali ya Ruto haitakangi mtu wa ukweli, inataka mtu wa kupaka magavana mafuta. Hata kama governor ni mwizi, anasema tu yeye si mwizi, yeye anafanya kazi. Wameona Sifuna anafanya kazi ya maana sana kwa Senate, wakamua mtoe. Na hiyo mbinu ilikuwa ya huu mama mwizi wa mahindi huyu. Unaenda kuiba mahindi yenye watoto wenye abadile waenda agawa mahindi, anaenda kuiba mahindi yenye watoto wenye wajiwezi. Kazi ya Wanga alihakikisha amengoa Sifuna. Ndio huyu tena wamemngoa tena kwa Middle Senate. Ni sawa na shida. Lakini tumesema bora mradi wasimtoe hai. Wakimtoa hai ndio makosa. Na sisi tuko nyuma ya Sifuna. Sifuna usirudi nyuma. Mazuri iko mbele. Juu huu mama Wanga anarudi chama ya ODM. Kama Wanga kwa mtu mzuri vile wametoa Sifuna, wange replace Muluya. Lakini Wanga last time walitoa Sifuna kwa nini? Kwa committee energy. Wanatoa Sifuna na wanaweka Mjaluo. Tena the same wanatoa tena Sifuna na wanaweka Mjaluo. Hido kechi. Ni sawa, haina shida. Sisi ile kitu tunasema tu Sifuna tuko nyuma yako. Hata wakiamua kutoa wapi, hata wakiamua kusema nini, tuko nyuma yako Sifuna, na usitetemeke. Ni lazima tutafika. Hata ukue nini, hata waseme nini, bora mradi wasikutoe hai. Sisi kama jamii ya Waluya tuko nyuma yako. Juzi ulienda Kisumu church. Tuliona goons. Na wenyewe goons tunawajua. Hata waseme tunawajua. Hii mambo yote tunawajua. Ni kwa vile umewashinda akili na mafikiro na mipango unawashinda. Sasa sisi ile mbinu walibaki nayo kutumia maguns, kukupiga kila mahali ukienda. Lakini haina shida. Na uangalie kitu unapanda chuki katikati ya Wajaluo na Waluya. Nisikudanganye. Unapanda chuki mbaya sana na itaisha. Ile chuki unapanda kwa Waluya, unapanda chuki mbaya itaisha. Wewe unaangalia tu uongozi, ndio unaangalia uangamize Sifuna. Lakini uangalie mbele, ama uangalie katikati relative ya Mluya na Mjaluo iko aje. Kazi yako ni kupiga tu Sifuna. Mlitoa Sozi mkaweka Mjaluo. Mkatoa Kalebamizi mkaweka Mjaluo. The same tena mmetoa Sifuna mmeweka Mjaluo. Wewe ni kama unaona kitu ya maana ni kupiga Waluya sana, ndio kazi yako. It's okay, haina shida. Mungu wako. Bora mradi msinyang'anye Sifuna wai wake. Mnyang'anye kila kitu. Mungu ndiye anapeana kila kitu kwa hii dunia. Mnyang'anye kila kitu, lakini sisi tuko naye. Hata mfanya aje, sisi tuko na Sifuna. Na Sifuna tuko na Sifuna ndio sisi, na sisi ndio Sifuna. Yes, kitu ya pili. Mimi nitasema hivi, niache ningie kwa siasa ya Western. Kuna mzee mwingine huko Western anajitanga Atuoli. Huyu mzee wa kuoa usiku na mchana. Alisema juzi ataekea Sifuna lockdown tarehe 26 December. Atuoli before wekee Sifuna lockdown, sisi tutakuwa tumesha kuwekea lockdown. Juu hakuna venye unaweza sema hapa Sifuna sikanyage Western. Juu ya
Sasa wewe unasema tunasikanyaga Western juu ya Ruto. Juu ya Ruto. Hata wewe una adabu. Ruto ni mtoto mdogo. Ruto amekushinda. Wewe Ruto ni president, unamuinamia. Aje sasa. Yaani nyinyi ndio mnataka kusema sisi Waluo tukwe tunainamia tu kila mtu. Hadi sasa sisi tukae tu. Juzi ulisema hapa ati Sifuna hana pesa. Sifuna ni mtoto mdogo, hawezi kurani kiti ya president na hana pesa. Na ukasema hapa, ukasema ati wewe ndio uko na uwezo wa kuraise 1 billion. Upatie Sifuna afanyie kampeni ya president. Bwana Atuoli, sisi tutaki hiyo pesa yako. Hatutaki hiyo pesa yako. Sisi tuhitaji hiyo pesa yako. Wewe kana hiyo pesa yako na wana wako unapenda kuoa usiku na mchana. Kana hiyo pesa yako. Hata una adabu kuongelea Sifuna mbele ya watu. Uko na authority gani kuongea mbele ya Sifuna ya watu? Wewe shughulika na mabibi zako hao. Wewe uko na miaka 75, unakuja kuoa mtoto wa miaka 38. Hata una adabu. Hata mtoto mliozaa juzi hata si wako. Wewe chuma alikuzalia na unaongea mbele ya Sifuna. Unaongea mbele ya Sifuna. Atuoli. Shughulika na mambo yako. Wewe mwenyewe ulishindwa kumanage wafanyakazi. Wafanyakazi ulishindwa kumanage. Unasema pati Sifuna mara nini? Sifuna mara ni bwana. Mahali Sifuna amefikia saa hii, level yako usifikia. Na sisi vile tumeamua ni Sifuna. Hakuna venye utakuja kuweka Kisarani mbele. Ati sasa wewe unataka kusema ati Sifuna ngojee kwanza ati Ruto akuleta 200 ndio atamoint bwana. Sisi hatutaki kuindozi yako. Kama ungekuwa na power, unasemanga wewe uko na kia mtu kuingia Western. Kama ungekuwa na power, ungepatia semeji yako uongozi. Ungepatia Raila uongozi. Ilikushinda kupatia ile uongozi. Unasema aje hadi sasa wewe ndio uko na power ya kupatia mtu key ya Western. Wewe mwenyewe ulishindwa kumanage Raila kuingia State House. Wewe ni nani? Utapatia Sifuna ati mimi niko na authority ya kupatia Sifuna key. Bana my friend, Atuoli, hebu niangalie vizuri. Siasa zako hatutaki saa hii, zimeisha na wakati. Generation ya saa hii usilinganishe generation ya kitambo. Wewe unasema hapa sisi tufuate mambo ya Mudavadi. Mudavadi tumeshaanguka na Mudavadi miaka ngapi? Sisi tumeshakimbia na Mudavadi miaka ngapi? Na mimi niko na swali kwako Atuoli. Kama ungekuwa Raila saa hii naseme Sifuna tosha. Ungeongeza zile vitu unaongea hizi. Ni kwa vile ungeongeza vitu unaongea hizi juu baba yuko. Kama baba angekuwa alafu aseme Sifuna tosha. Ungeongeza vitu ungesema si ati sijui Sifuna bado ni mdogo. Hapana. Hata wewe mwenyewe vile alikupatiwa kiti huko unajua uliingia hapo wakakupeleka sema na kujifundisha ndio ukaingia kwa kiti yako. Ndio hiyo kiti yenyewe umekwamilia ndani. Sasa mimi nilizao kama unaitwa Atuoli. Bado uko tu ule Atuoli. Na hizo mashati zako kubwa zinakaa kama mavuli hizo. Hata una adabu kusema ati Sifuna hana pesa. Yes, hana pesa, lakini hatuhitaji pesa yako. Hiyo bilioni 1, ndio wewe bibi mwingine. Ndio ongeze bibi mwingine bilioni 1 hiyo. Sasa tuhitaji pesa yako sisi. Hatuhitaji pesa yako. Wewe kama unaona pesa yako ni ya muhimu, patia Mudavadi. Patia Wetangula. Wakae nayo. Sisi hatuhitaji pesa yako. Na sisi hatuna ruhusa ya watu kuambia tukufuate, tu sasa mtaingia Western. Hatuna ruhusa kama hiyo. Nataka kuomba ruhusa Atuoli. Kama unaona ni ngumu, tarehe 26, tarehe 25, 26. Tarehe 25 tuko Trans Nzoia, tarehe 26 tuko Bungoma. Sasa Bungoma ndio mama yao. Kama uko na nguvu kabisa, kuja sambulisho mkutano. Kuja sambulisho ndio mkutano, utajua kule sisi watu wenye supporters Sifuna na kina nani. Sasa tutaki ujinga raundi. Tumebeba miaka mingi kiujinga sana. Yaani sisi tuko kushangilia watu wengine wakipata maendeleo na sisi maendeleo yetu imekwama. Hadi sasa Ruto ako hapa Sigoi, sisi tumpigie makofi kila siku. Sisi hatuwezi. Hata Ruto ajengee watu manyumba kiasi gani. Hatuwezi kana vile mwenye kuua watu huyu. Kila siku ukiamka asubuhi mtu ameuliwa na serikali yake. Ukiamka asubuhi mtu ameuliwa na serikali yake. Na nyinyi mko tu watu wakubwa mna support. Hapa leo kupinga hizi vitu hivi mtu anafanya ni mbaya. Mbona mna support unasema serikali inafanya kazi? Inafanya kazi wapi? Unaweza fanya hizo kazi unaua watu. Hao watu unaua hao hata kama unafanya kazi wanataka watu wagani wakuje washerekee hiyo matunda anatengeneza kama anafanya kazi. Watu wagani wanataka wakuje watengeneze matunda. So sisi hatutaki mchezo wako Atuoli. Wewe kama unaona una support Ruto. Support Ruto
na roho yako. Wachana na sisi na wachana na Sifuna kabisa, na ukome kabisa mambo ya Waluo, ukome kabisa. Mimi nataka kuonya Ruto, kama wewe umetegemea watu kutafutia kura Western, umepotea. Tafuta watu wengine. Hatukuja upate mtu kama Mudavadi, Atuoli, wakina Oparanya, wakina Lusaka, wakina Didmus Barasa, umepotea. Tafuta watu wengine wakutafutie kura. Kama umetegemea watu, uko kwa choo, unalia uko kwa choo. Tafuta watu wengine kutafutie kura. Juu au watu wameshaisha kwa fashion. Hatutaki hao watu. Jukomani waongo, wakienda huko kazi yao ni kupanua tumbo yao, bora mradi wa shibe. Sasa tutaki vitu kama hizo. Tunataka ule mtu anaangalia meza ya Waluya, tupate pia sisi faida kwa serikali. Huyu Atuoli huyu mwenye anasema Sifuna bado. Huyu Atuoli amekaa kwa serikali miaka ngapi? Atuambie hapo kwao Kwisero. Hapo kwao ameandika vijana wangapi kwa hiyo kazi? Na Western mzima ameandika vijana wangapi? Na amesindua kampuni ngapi Western? Yeye anasema Sifuna bado. Tukuja hapa Vihiga, Mudavadi hata barabara kuingia kwa Mudavadi hajatengeneza, ina lami. Mudavadi anasema tu ati yeye vile alifunja chama yake, hata anajua mahali penye ati yeye alikuwa anajua ile kitu anafanya. Mudavadi mtu mwingine bure kabisa, ni mtu mkubwa lakini hata akili yake ifanyi. Unaweza funja chama yako, sasa wewe ujiunge kwa chama ya mtu mwingine UDA. Tena una adabu kusema tutasimama kwa chama ya UDA. Sisi Waluo tunataka tujingie kwa nia yenyewe. Sisi tumeamua ni mbaya. Atuoli, tafuta rika zako ukaya nao. Na kama utazeeka hivi, utazeeka kuzeeka mbaya. Sasa kama wazee wenzako wana support Sifuna, wewe na huko tu una support Sifuna Ruto juu kwa Ruto asikutoe kwa uongozi. Ndio ujuzi kama sisi tunaumia. Maendeleo ya maana iko wapi? Ruto ametufanyia Western iko wapi? Maendeleo ya maana iko hapo, unasema tu support Ruto. Wewe mwenyewe umekaa kwa serikali miaka ngapi? Miaka mingi sana. Unakuja kutuambia hapa ati ndio uko na kimu tu kuingia Western. Sisi ndio kusema wewe mwenyewe unakanyanga Western saa ile matanga iko. Ndio unaenda Western. Lakini uendange Western wewe. Uendange Western. Hata ujui mahali penye unakaa. Mahali penye unakaa mzee wa mtani nani? Ujui. Wewe unatuambia hapa Buhungu 6, Buhungu 3. Hata ulete Buhungu 4. Haiwezekani Atuoli. Time imeisha. Wajingo waliisha. Ule mtu mwenye alikuwa ametufunika macho ni mzee Raila Amolo Odinga. Huyu alikuwa ametufunika macho, lakini sasa hivi ile mzee alienda na alituachia kijana yetu ni Sifuna. Atutetee. Tuko na yetu ni Sifuna. Mvua inyesha ya damu, mvua ikatae kunyesha, jua wake, isi wake, tuko na Sifuna. Na Sifuna atatupatia mwelekeo. Sisi tutaki huyu ujinga Atuoli. Hii ujinga kupelekea huko na watoto wako na familia yako na wao bibi zako hao. Mtu mkubwa uko na rika wewe ndio unazali advise vijana, wewe ndio unaoa ule mtu unasema sisi tuoe. Mtoto wa miaka 30 inazali watu kama sisi tuoe watoto. Unasema hapa tu ati Sifuna inahitaji pesa yako. Na hata mimi wacha nikwambie, hata Raila alianza mambo ya siasa yake. Hakuna Raila siku alishaitumia pesa yake. Hakuna. Raila alikuwa anasponziwa na mafadhili. Na wafadhili mmeona Sifuna ameingia na wafadhili wanataka kufadhili Sifuna, ndio kama mnapiga vita. Mafadhili walikuwa wanafadhili baba Raila Amolo Odinga. Sasa mmeona Sifuna ameingia na hao watu, ndio kama mnaanza kupiga Sifuna vita. Mkianza kupiga Sifuna vita hizi surely tunaelekea wapi? Hata wewe Atuoli una adabu kupiga mtoto kama huyu Sifuna vita. Pia unaitisha komiti juu ya Sifuna. Hatutaki Sifuna aendelee. Hapana. Kama tunaenda hivyo, hapana. Hapana, Atuoli mmetupoteza. Sisi kama Waluya mmetupoteza sana. Please. Kama mtaki kusupport Sifuna, mnyamaze kimya. Mnyamaze kabisa. Ni aibu sana unapata jamii zingine zinasupport Sifuna na sisi Waluya ndio tunajipiga kifua hapo tunasema ati Sifuna hawezi. Sifuna hawezi aje? Hakuna yule mtu anaweza kwa hii dunia. Kila mtu anaweza. Bora weke Mungu mbele. Vile Sifuna ameshika Mungu na Mungu amemshika. Mungu yuko mbele yake. Lazima ile vita tunaenda ni mbaya, si mchezo. Na tutatoboa. Tuko na imani tutatoboa. Juu Sifuna hakuna mahali ameua mtu. Lakini yule mtu mna support sahihi ni muuaji, ameua agency. Ameua agency. Serikali ya Moi alikuwa anapenda wananchi, anawabaia maziwa. Serikali ya Ruto anapenda viongozi na msifu. Na yeye anaua vijana. Sasa sisi tunaelekea wapi? Mtu kama Atuoli una support yule mtu anaua vijana.
Sasa Ruto akiamua kuwa kila mtu, ataongoza nani? Ataongoza nani? Yeye mwenyewe hata makampuni ameshindwa kutengeneza hapa Kenya, ana import watu wake kama ana import mizigo. Ameshindwa kutengeneza makampuni hapa, ana import watu wake nje, waende wafanye kazi ya nchi za nje. Ameshindwa kutengeneza makampuni hapa. Manifesto wakikuja Kenya kuweka makampuni hapa, anawekea ushuru, wanakimbia wanaenda Tanzania, wengine wanaenda Uganda, wengine wanaenda Burundi. Tunabaki bila makampuni hapa, zinavunjika. Zikishaenda vijana wako hapo watahangaika, wana kazi. Tunapata crime ni mingi sana. Hata kama mnamlaumu guns, pia tunalaumu serikali. Bona guns msitengeneze kazi. Nilikuwa naona serikali ya Uhuru Kenyatta. Serikali ya Uhuru Kenyatta, vijana tulikuwa na kazi mtaani. Tulikuwa na kazi mtaani, walikuwa wanafanya kazi ya mtaani. Kijana kitoka hapo anaenda shughuli zake. Lakini huyu kijana ameamka asubuhi, amekaa kwa mlango. Muda kimwitia hata kama ni 500 kuja nifanyie kibarua ndio kupiga mtu, ataenda kupiga mtu ngeta. Sasa unatuambia nini wewe? Ambia Ruto huyu rafiki yako huyu atengeneze serikali yake. La hivyo, my friend, atuoli utaibika na Ruto wako. Wewe ndio ulikuwa unatuambia hapa ati Ruto hawezi ingia State House kama wewe mwenyewe huko. Ati wakate miti Sigoi. Wewe ndio ulikata miti kwako. Ulishikwa na aibu, na wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kukimbilia Ruto kwa opposition. Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kabisa kukimbilia Ruto. Tena wewe ndio unapinga Sifuna saa hii. Na tunataka kuambia Sifuna utakuwa president. Na hakikisha ukiingia TV mtu wa kwanza kufuata kwa serikali yako na Atuoli. Atuliende kabisa. Yuko maana yeye ameshindwa kutetea wafanyakazi, kazi yake ni kupiga, ni kazi yake ni kunyanyasa wafanyakazi. Wafanyakazi tunalia, uchumi imepanda. Abadala Atuoli ufight wafanyakazi waongoze mshahara, wewe kazi yako ni kusifu Ruto. Kazi yako ni kusifu Ruto. Vile Ruto anafanya kana hakuna kazi anafanya. Anafanya kazi gani? Sisi tumeamua ni Sifuna. Kama si Sifuna ni Sifuna. Sisi hatuoni mtu mwingine hapo. Unakuja kutuambia pati Sifuna bado mtoto mdogo. Hakunaga mtu mtoto mdogo hapa. Ukishazaliwa unakuanga kila kitu iko mbele yako. Sifuna anaweza kuwa mtoto mdogo lakini akona akili ya kubeba kama mtu mkubwa. Na baba kwa mtu mjinga alikuwa alichukua Sifuna. Sifuna alikuwa na run vichwa mingi sana kwa chama ODM. Alikuwa na run vichwa mingi sana. Hata wenye wa kuiba mahindi hawa. Hata pia walikuwa nyuma Sifuna. Sasa hivi wanaona Sifuna ni mtu mjinga sana, wanampiga vita. It's okay. Ile kitu vile mliamua. Lakini mimi namwambia hivi, tarehe 26 ndio mtajua mwelekeo ya Waluo iko wapi. Wacha zaidi naongea bado hajafika. Tarehe 26 ndio mtajua mwelekeo wa Waluo iko wapi. Tarehe 26 tuna launch chama mpya ya Sifuna ataenda nayo president kuflek bera. Chama mpya. Hiyo chama kisinduliwa tu chama ya ODM tunataka kuhakikisha imezama. Western itaingia tena. Itawahi ingia tena chama ya ODM. Tunataka kuhakikisha juu na chini chama ya ODM hakuna mtu Western atakimbia nayo. Atasimama nayo chama ya ODM Western hakuna. Tunataka kumazana vile umemazana Sifuna kila mahali. Tunataka kumazana na nyinyi pia nyinyi. Chama ya ODM itabaki ya Nyanza. Itaizunguka Western tena. Tunataka kumaliza completely. Hakuna venye nyinyi mnaweza tesa. Mimi nashindwa. ODM imebeba jamii mingi sana, kabila mingi sana kwa chama ya ODM. Kunaendaje jamii moja ndio inapiga Sifuna sana? Tena wanatoa Mluya wanaweka Mjaluo. Wanatoa Mluya wanaweka Mjaluo. Wanatoa Mluya wanaweka Mjaluo. Hata afadhali wangetoa Mluya wanaweka Mkisii. Ama watoe Mkisii, wanatoa Mluya wanaweka Mworia. Ama wakitoa Sifuna waweke Mpokoti. Hivyo kunaendaje hizi vitu zote wanapatia tu Wajaluo. Kwani wajondi wako kwa bunge peke yake? Ama wajondi wako tu kwa nini? Kwa ODM. Wanga wacha nikuambie. Wewe ndio unajifanya una control chama ya ODM. Lakini ODM ndio inazama. Sifuna amejaribu sana uwezo wake amejaribu lakini imeshindikana. Umeamua uangamize Sifuna na Ruto. Umeona Ruto ni mtu wa maana sana kwa maisha yako hata kuliko bwana yako. Umeona Ruto ni wa maana sana kuliko bwana yako kabisa. Ni sawa. Hiyo kitu umefanya ni sawa. Mliorganize juzi mkapiga Sifuna kwa church. Na mimi wacha nikwambie Wanga. Msidhani ati Nyanza ndio gunzi wako peke yake, hapana. I think kama mnakumbuka kuna jamaa kutoka Kisumu, jamaa wafifua. Ati wanakuja kuprotect mtu mwingine huko Busia. Walirudi.
wakurudi. So usidhani ati Nyanza ndio tuko na guns hata Western tuko nayo. Na ile kitu chini mwambie hivi, Wanga, Opiyo Wandayi, Mbadi, Oburu, ile kitu mbaya kifanyikie tu Sifuna, bora kanyage tu Nyanza alafu imfanyikie huko. Wanga sau kanyaga Western. Sau kabisa. Hizo rali zenyu hizo mtakuwa mnafika tu Kisumu, mnapiga hadi Mombasa, mnaenda Nairobi, lakini Western msahau kanyaga huko. Hakuna venye nyinyi mtu akikuja Nyanza mnaanza kupiga vita na nyinyi mkienda mahali pengine mko safe. Hakuna kitu kama hiyo, nataka kubali ujinga tena. Na katiba inaruhusu kila mtu anastahili kukampeni kila mahali. Jukomani hii Kenya ni kila mtu, hii Kenya si mtu mmoja. Ati nyinyi mmeweka mpaka ati mtu mwingine akimpinga asikanyage huko kwenu, na nyinyi mnataka mkanyaga mahali pengine. Mjue pia huko mahali mnakanyaga watu wamezaliwa huko. Yaani ujue Sifuna pia amezaliwa na watu. Ile hiyo pusinyo mmeanza hiyo. Mlipigwa sosi tukanyamaza. Ndio tena mnataka. Juzi mlituma gunzi Kisumu wataki Sifuna na Orengo. Hiyo tabia yenyu hiyo. Wanga mtafika Western mtakosa mahali pa kukimbilia. Mtakosa mahali pa kukimbilia. So hiyo tabia yenyu mnaanza kukoroga hiyo, mwachana kabisa. Na sisi vile tumeamua ni Sifuna. Ni Sifuna. Hakuna venye sisi tutakuwa kazi yetu tu ni kuimbia watu wimbo. Kazi yetu ni kuimbia tu watu wimbo. Sasa unapata mtu kama Mudavadi amekaa kwa aliingia kwa serikali kama miaka ngapi? 27 years. Sasa Mudavadi ako na miaka ngapi? Sasa Mudavadi ana round kitu kama 75 years. 75 years na hakuna kitu ya maana unasema tu hii ni ya Mudavadi Western. Kama nadanganya, kama kitu ya maana Mudavadi mali kwake tu, uache Western mzima kwake tu. Mali penye ametoka hapo Vihiga. Hebu niambie ni kitu gani inasoma hapa ni kwake. Ama hapa ni kwao, hii inaitwa jina yangu na hii inaitwa jina yangu. Jukomani marais wote Mudavadi amefanya na Moi, Mudavadi amefanya na Kibaki, Mudavadi amefanya na Uhuru, Mudavadi amefanya na Ruto. Hebu niende mniambie kitu ya Mudavadi ya maana tu inasema hii inaitwa Mudavadi pale Vihiga ni gani? Unataka sisi tufuate mtu feli ametusumbua miaka mingi. Sisi tumepatia Mudavadi chance mingi sana lakini amepoteza. Tena mnataka sisi tuunge Mudavadi mkono. For what? Juu ya unapata Mudavadi yako tu anasema ati yeye alivunja chama juu ya na sababu aje kama asipojipanga mapema saa hii, au watoto wameinuka. Unapata mtu kama Ndindi Nyoro, wakina Irungu Kang'ata, wakina Kimani Chungwa huko Central pia wanataka uongozi. Unapata wakina Babu huyo ndio hao wamechipuka. Unapata wakina Edwin Sifuna ndio hao wamechipuka wanataka uongozi. Nani atakuachia? Nani atakuachia uongozi? Unasema ati lazima tu support Ruto 2027 alafu 2032 atatusupport. Ulisikia wapi wewe? Wewe Mudavadi unakuja kutuambia hapa tu support Ruto. Walia wetu tufungue macho. Tuamke kwa usingizi. Tuamke kwa usingizi kabisa. Mambo hii karata ya kina Oscar Sudi, wakina Chanegei, wakina Faruk kukuja hapo Western ni kusema ati mtu support ikifika 2032 alafu tena tutawasupport. Ulisikia wapi wewe? Ulisikia wapi? Hakuna kitu kama hiyo. Uongozi haiwachiwi mtu. Uongozi unatafuta. Unang'ang'ana. Uongozi unatafuta. Kama ni kuachia mtu, Raila Odinga angemwachia watu wengi sana. Kibaki angeachia Raila. Uhuru Kenyatta angeachia Raila. Mbona hakumwachia? Mbona hakumwachia? So hii mambo ya kukaa tu mnasema ati sisi Waluhya tukae tu tutulie hadi 2032. Unajua kama utafika 2032? So kama nyinyi Waluhya, wale watu wameona msifuate njia Sifuna, please muache Sifuna aende mbele. Nyinyi kaeni, kifika 2032 tutajua mambo yenu. Lakini wale watu wameamua 2027 waache waende. Mambo kuleta fisani mingi, hatumara Sifuna, mara hawezi, mara Sifuna nini? Hapana. Inji mzima imekubali Sifuna. Mbona Waluhya tu kidogo tu wakina tuoli pesa ndogo huyo ako naye hii anasema atatoa 1 bilioni. Hiyo 1 bilioni ndio uongeze bibi yako, ndio uongeze bibi mwingine. Yeye umezoea kwa usiku na mchana uongeze bibi mwingine, hiyo 1 bilioni. Sasa tuhitaji bilioni zako. Sifuna hata kama hana pesa atatoa baby, wanajua atamchangia. Yuko nao wanampenda. Sasa tutaki uongozi wa kubebwa kama maembe. Atuwe sasa umekaa tu mtu kama Atwoli mtu mkubwa unaanza kusifu Ruto. Unaanza kusifu Ruto aje? Atwoli wewe mambo yako tulishasahau kabisa. So wachana Sifuna, wewe dili na wafanya kazi.
wachana Sifuna. Ulijaribu kusimama kwenu lakini ulishindwa. Hadi ulikuwa na kampeni na mandege. Watu mwenye alikushinda alikuwa na kampeni na gari na una kampeni na ndege. Mbona hukupita wewe? Mbona hukupita? Na ulikuwa na pesa, mbona hukupita? So pesa si lazima. Ni kama unajua mko na pesa, tutakula pesa yenu, lakini kuna tutapatia nani? Sifuna. Na hata wewe unajua huku kuku na msemo unasema ile mbogo na dharau ndio unakula na ugali umalize. Nyinyi mnadharau Sifuna sasa sio kitu, lakini itafika time mtapigia Sifuna magoti. Itafika time mtapigia Sifuna magoti. Wacha saa hii tunangangana, nasema huyu mtoto mdogo huyu haizi kuwa aje uongozi, kiongozi wetu, na sisi kama nyinyi mmekuwa kwa serikali miaka mingi mmelalia mazikio. Mbona ule mtu myako na akili sharp, mbona sisi hatusiongoze? Sisi tumesema hivi. Tarehe 26 naomba Waluhya wote twende Bungoma ground. Hiyo siku tutajua mwelekeo wa Waluhya iko wapi. Tarehe 26. Wacheni sikiliza kinatulizi. Najua Ruto atatoa pesa. Najua tu vile election ile kisha tu pap wanaelekea tena Western. Sasa Western sasa ndio wanaanza miradi na nataka kuja huko. Juu ya Sifuna. Ile time Sifuna kwa ametangaza nataka kusimama huko, unaona mtu akishughulika na Western. Sasa miradi itateremka Western kila siku. Na ni vizuri tuteremke huko, je pia tupate maendeleo. Lakini hatu ufanye maendeleo kwa kila boma ya mtu. Wewe Ruto ni one time. Ruto ukuli. Ukikula hii Ruto pia utakuwa mwanaume. Na hata Ruto kitegemea jeshi, hata utegemea polisi. Bwana, utatuua sisi wote, lakini utakaa hapo. Afadhali mtu mwingine akaa hapo, lakini si wewe. Na ule mtu unatangangana na wewe kwa debe, ni Sifuna, si mtu mwingine. Sasa tuone mtu mwingine atangangana na wewe kwa nini? Na mimi nataka kuonya Didmus Barasa, nilisikia tarehe 26 pia wewe umepanga mkutano yako hapo nyuma karibu mahali Sifuna atakuwa. Didmus Barasa wanakutumia, lakini hao watu wanakudanganya kabisa. Na ukitaka kujua wafasi wa Sifuna wakina nani, weka mkutano yako. Sasa tunataka kujua mbivu na mbichi ni gani, weka mkutano yako hapo. Sisi wote ni Waluhya. Ukitaka kujua sisi wote ni Waluhya na sisi wote tuko watu wa vifua, weka mkutano yako hapo. So unapenda kupita ndege hapo, unapita ndege kuchungulia wakina nani wako hapo. Hiyo ndege itakula mkuki. Hiyo ndege unakimbia hapo naye hapo, itakula mkuki, utajua namna amepiga mkuki hiyo. So Didmus Barasa, tuheshimiane. Ile time mtu mwenye akwa amesema anataka kusimama, hakuna mtu alikuwa anaongelea mambo ya president. Kila mtu alikuwa ametulia. Saa hii Sifuna ametoka nje. Kama mtaki Sifuna, mwachane Sifuna. Na Didmus Barasa, mimi nakuomba hairishe mkutano yako, ufanye tarehe 27. Ufanye tarehe 27, ukitaka tena watu wa Sifuna kuja wakusikiza, watakusikiza. Lakini ukitaka kupimanisha Sifuna na wewe, Didmus Barasa utaumia. Ni wache kierere, na sisi Waluhya tuungane. Ule mtu mwenye angenitozi Mluhya kwa president hayuko, lakini Pato Mzuri alituachia nyota. Mbona tusishikilie nyota yetu hii? Sasa mnataka tena kuua nyota ya Sifuna azame kabisa. Sasa hizi Sifuna anapitia kwa magumu. Apele sisi wenyewe tukuje pamoja tumshikilie, sisi tena tunampiga vita. Ni kama sasa wewe umezaa mtoto, tena unapata mjirani wanampiga, tena unapiga mtoto atuone mbaya. Hapana, haiwezekani. Mimi nakufa na mtoto wetu, na mimi nakufa na Sifuna. Hata ikuwe nini? Hata kama Sifuna hana nini, tuko na yeye. Na huyu ndiye atatupeleka Waluhya mahali penye nastahili. Mambo ya kubebwa kiujinga hapa, mambo ya kubebwa ati sasa Waluhya wamekaa tu. Na sasa ukienda Western, kila mmoja sasa anajua Western ni kaunti mzuri. Ukienda huko watakukaribisha, wanaanga roho mbaya, hao ni watu wazuri. Bwana, round hii si mchezo. Ile ni tarehe 26. Ile party wanaenda kuzindua tarehe 26. Na hiyo ndio party itabeba Waluhya wote. Na ule aspirant mwenye atasimama Western kama wimbo ya Sifuna, ole wako kabisa. Uko ukijua Western ni Sifuna full, ni Sifuna. Waje watu wengine wa mdharau, lakini ni Sifuna. Hata unapata hao watu wetu wa maji walikuwa wanaheshimu Sifuna ile time baba alikuwa. Watu walikuwa nasema Sifuna ndio mwanaume Western, lakini sasa vile yeye alikataa kusema 2 term, ama alikataa kusema 2 term,
Sasa wanasema Sifuna ni mjinga, Sifuna hajasoma. Huyu mtu mmoja huyu, ukienda Western kikao ni Sifuna, ukienda Nyanza kikao ni Sifuna, ukienda kila mahali kikao ni Sifuna. Huyu Sifuna mmoja huyu, Sifuna mmoja huyu. Na Sifuna usirudi nyuma, na hata usitetemeka tu ovyo amenyang'anya nini. Usirudi nyuma Sifuna, sisi tuko nyuma yako. Tulikuambia wewe finya huko juu na sisi tunafinya hapa chini. Finya huko juu, sisi tunafinya hapa chini. Lazima kitaeleweka. Raundi hii ni kubaya. Watu kutubeba kiujinga hapa kiufala. Pana. Sisi tumekimbia na ODM miaka mingi sana. Tumekimbia na mzee around 25 years. Mbona wasituheshimu? Heshimu ni kitu ya maana sana. Unapata unapiga milioni amesimama na wewe. Sasa unaweza acha yule mtu amesimama na nyinyi miaka mingi, mnachukua mtu hata hana haja na nyinyi. Mtu kama Ruto anataka kumtumia, hiyo ni ngazi. Afuke 2027. Mimi niko 100%. Ruto akishafuka 2027, hiyo kitu anamwambia atawapea itarudi mahali penye ilikuwa. Ruto atarudisha huko. Sasa tusipoanza mapema, tusipojipanga mapema, tutapata hiyo kiti sahi. Tutapata hiyo kiti sahi. Afadhali tuanze mapema. Hata kama tusipofanikiwa, lakini bado 2032 iko. Tujue kweli by the way tulingangana tena, tuache tungangane. Baba kwa kufa roho, alikuwa anaanguka tena baada na simama. Alikuwa anaanguka baada na simama. Tuko maana umaarufu yake iko. Na alikuwa mtu wa msimamo. Si kama nyinyi ukianguka leo asubuhi umesharuka umeingia kwa chama nyingine. Nimesikia mtu mwingine alikuwa analia huko, sijui mara Ruto chukua yote, patia wakale, patia mama yako. Tena nimesikia ameruka ameenda UDA. Na UDA karibu amuue. Sasa sijui walio tunakaanga aje. Mtu akunyang'anye, anataka kuua familia yako, anataka kukuua. Tena wewe kumsupport. Akili yako ni mzuri. Akili yako ni mzuri kweli. Panyako, mimi naongea na Panyako. Juzi Panyako alikuwa analia hapa. Wamemfungia kwa room, wamemtumia majambazi wamuue. Tena Panyako anaenda huko tena anaruka, anaacha chama ya DPK, anaenda kwa chama ya UDA. Panyako, akili yako ni mzuri kweli. Sasa ulikuwa unalia nini? Kama ulikuwa unajua 10% uko ndani ya UDA, kwa nini ulikuwa unalia? Si ungeenda tu huko. Kwenda kusumbua watu hapa. Nyinyi ndio watu wengi wengine wanasumbua watu hapa. Nyinyi wa viongozi wa West ndio mnafanya sisi Waluhya tunadharauliwa kila siku. Sisi ni waoga. Sisi hatuwezi ungana. Nyinyi viongozi nyinyi mnajifanya sisi nyinyi ndio kusema. Nyinyi viongozi ndio mnafanya sisi Waluhya tunadharauliwa sana. Na mimi nataka kupatia onyo bloggers. Mabloga wote wa serikali, wenye wanajiita wa serikali wa UDA. Nataka kuwaonya. Muachane jina Sifuna kabisa. Hasa na mabloggers wa Waluhya. Kama mnaenda kwa Ruto, kuleni kwa Ruto. Muachane Sifuna kabisa. Mimi natoa onyo, natoa order. Muachane mabloggers wa Western wote. Uko ndani ya serikali, mna support UDA. Muachane Sifuna. Hakuna mali Sifuna ameshasema anampinga mtu akiingia kwa serikali. Nyinyi kuleni serikali. Wacha sisi tubaki nje ya serikali. Wacha sisi tubaki nje ya serikali, tutetee wananchi. Nyinyi mko ndani ya serikali mnaona mko sawa, nyinyi kuleni serikali. Mambo ya kupiga Sifuna kwa platform kila mahali Sifuna tu, mara Sifuna ajiele, mara Sifuna anatumiwa. Kila mtu anatumiwa kwa hii Kenya. Kila mtu anatumiwa. Hata Raila Amolo Odinga alitumiwa. Hata Raila Amolo Odinga 2022 alikuwa project ya Uhuru Kenyatta. Hata Raila Amolo Odinga alisponziwa na huyu jamaa bilionea wa Mount Kenya. Ni Wanjigi alisponziwa. Sasa bona Sifuna akipigwa support akisponziwa mnawasikia uchungu. Nimba inamsikia uchungu ati Sifuna project. Hakuna ule mtu akwanga project ya mtu. Pia nyinyi mna support Ruto project ya Ruto. Bona Sifuna akienda huko Sendo akimpatia pesa mnasikia vibaya. Na sasa ya Ruto ndio mnasikia vizuri, Ruto si project. Bwana. Nyinyi bloggers wa William Ruto tuheshimiane. Mimi hata mimi Sifuna alinipata kwa anta. Mimi nilipiga Ruto kwa kesi mpendi. Sipendi Ruto. Simpendi kwa tabia zake ni mbaya. Ruto ni muongo za mimi sipendi Ruto. Na ikiwa Ruto atakuwa kwa debe na mtu mwingine si kama sisi Sifuna. Yaani hata nisipige kura yangu. Kura yangu nipige ya nini? Ninajua tu mtu already atapita. Sisi tunasema hivi. Kama sisi Sifuna wachi ikae. Sisi tuone mtu mwingine atabishana Ruto hapo. Mtu kama Kalonzo ana maono 100% yana. Kalonzo hajawahi jituma kwanza enzi vile baba mwenyewe alikuwa na Kalonzo alishapiga baka papa miaka 15. Kalonzo hajawahi jituma. Baba alikuwa anaenda Amerika kurudi Kalonzo kwa tu hivyo vile aliacha Kalonzo yako.
Tena the same. Tena Gachagua tena amechukua kazi ya kubeba Kalonzo. Gachagua ndio ameenda kwake, amefanya mikutano mingi sana wa Munyoro. Lakini hata mkutano mmoja Kalonzo, kuna mkutano wa Kalonzo amefanya kwake. Anataka president, anataka wamunge mkono, anataka wapate Black Bear. Huyu mtoto mdogo Sifuna huyu ndio huyu juzi alikuwa Kisumu, walimpiga mawe. Walikuwa na sasa twende ulikalao, Gachagua akakataa. Tukuenda tulienda Nyahururu. Tulipigwa huko mawe. Tena kesho tunaenda Taita Taveta. Kalonzo bado huko tu. Mnataka sisi tupigie Kalonzo aange kokoti ya Sifuna? Hapana. Kalonzo kama ni hivyo, hapana. Na mimi nataka kuambia mtu anaitwa Malala, tafadhali. Nilisikia interview yako, unapiga interview. Kuna side nyingine unaongea vibaya, zingine unaongea vizuri. Kuwa na msimamo. Mwanaume kuwa na msimamo. Na wewe ndio mtetezi wa Sifuna huko juu. Wewe ndio utafanya Sifuna apatiwe Black Bear. Wacha kusema Sifuna apewe deputy president. Wewe hapo unasema ni kama uko miguu mbili. Unasema Ruto apatie Oparanya deputy president. Unakuja huko unasema United Opposition wapatie Sifuna. Kwani sisi walio tuliumbwa tu kupatiwa nini? Kama ukikuja kwa media ori. Alikuwa kwa kitu unasema hiyo. Mudavadi huyu alikuwa hapo. Ile kitu tumebaki nayo ni president. Hiyo kitu hatutaki. Jukumu tuone faida hiyo kitu sisi. Hatuna faida hiyo kitu. Tunataka upendo, tunataka sahi. Hiyo hatujai kuwa. Hii nyingine mkitaka mpatie mtu mwingine hatutaki. Sisi tunataka Black Bear, ndio tunataka. Malamina kuambia huko karibu na Munyoro. Uambiwa Munyoro wapatie Sifuna Black Bear. Kama si hivyo tukutane kwa debe. Sisi tubebe Kalonzo. Hii miaka yote Kalonzo amekaa kwa siasa miaka 40. Mbona asisunguke Kenya mzima akisema nataka president? Akitoka Central anaenda Mwingi. Akitoka Mwingi anaenda Mombasa. Akitoka Mombasa anarudi hapa tena azunguke Nairobi mzima, anaenda hapa pipeline mahali penye wakambo wamejaa. Kwani watu wengine hawana nini? Mbona azunguke Western? Ukiona Kalonzo ameenda Western, ameshikana Gachagua. Ama alikuwa anashikana Raila aende Western. Ukiona Kalonzo ameenda Nyanza, ameshikana mtu mwingine. Mbona mwenyewe pange Raila kwenda huko? Unasema sisi tupatie Kalonzo Black Bear. Kitu kama haiwezekani bwana. Haiwezekani. Kama Kalonzo unataka tukupatie Black Bear, jitume. Ni kama itafika time mfike kwa meza mseme mnahitaji kura na pesa. Na Sifuna hana. Tuko tayari kuchangia Sifuna. Kura konazo. Tuko tayari kuchangia Sifuna ile pesa mtataka, tutatoa tuweke kwa meza. Lakini Sifuna mpatie Black Bear. Na Gachagua ukitaka tu chama yako idumu, waache kupiga viongozi wengine. Waache kupiga viongozi wanakusupport. Hao viongozi wanaimba one term. Hao watu wote ni wetu. Si unapiga unatuzi watu wengine waache vierera, hapana. Tukue kitu kimoja. Na ile kitu adui wetu kwa hii opposition leader. Adui wetu ni mmoja. Adui wetu ni William Samoei Ruto. Huyu ndiye adui. Amefuruka Kenya. Huyu ndiye adui tunataka tufukuze yeye, na tunataka tumwambie tumfukuze tena tumfunge. Kwa maana huyu jamaa hii maneno amefanya hapa Kenya ni mbaya. Unapata sekta yote Ruto amegrab ni yake. Sekta matatu ameweka watu wake. Sekta sijui kila kitu iko hapa Kenya mzima ni yeye. Kwani Mkenya atapata aje hata kupumzika? Kwani sisi tutakuwa tu watumwa? Hapana. Sisi tumeamua ni Sifuna peke yake. Mimi nikimalizia vile nimesema, walio wenzangu, mwamko mpya umefika Western. Tusiwache nyota ipotee. Tutakuja tujilaumu bure. Hii ni time yetu. Hii ndio time yetu. Unaona 2027, hii ndio time yetu. Tena utaisikia tena mlio ameng'ama alipopote. Mkumbuke Mudavadi alikuja akasimama peke yake. Hata mtu alikuwa rangimetu wake hakumpatia kura. Jeremia Kioni hakumpea kura. Ukumbuke Mudavadi alisimama president peke yake. Hakuna mahali alienda. Na hata hakuna mtu alikuwa anajua Mudavadi mahali. Lakini Sifuna dunia mzima imemkubali. Please. Sisi kama wenye Sifuna, na Sifuna ni wetu. Please, tuaje kupiga Sifuna vita. Tukipiga Sifuna vita, mnapatia jamii zingine nguvu ya kupiga Sifuna vita. Please.
Sisi tunajua wale viongozi wameenda kwa serikali wamepewa pesa kuja kupiga Sifuna vita, lakini sisi wananchi wa chini tuerefuke, na hii ndio time yetu. Tukiwacha time yetu ipite, tusililie mtu yoyote, tutakuwa tu watumwa hadi ile siku Yesu atarudi. Asanteni.